vizuri maneno ya sukari. Wale wakulima sugarcane yao katika viwanda za serikali, kuna madeni imebaki kule. Tumeweka 0.7 billion shillings maneno ya kulipa maneno ya kulipa wakulima. Ile pesa yao bado imekwama katika factories za serikali na yenye walipeleka miwa yao pale. Tumeweka pesa katika wakulima wa kahawa, tukawekea bilioni 2 ndio maneno ya ukulima wa kahawa pia ipate nafuu. Manjani chai, ile pesa ya fertilizer subsidy bado wako hapa ndani. So I want to assure you kama wadosi wetu, sisi tunajikakamua na ya Kenya inabadilika. Hata tukiangalia vile uchumi wa Kenya uliperform 2023, takwimu sio za Kenya peke yake, za ulimwengu inaonyeshana Kenya ilikuwa kwa 5.6%. Na katika nchi zote za ulimwengu, nchi ya Kenya ilikuwa namba 27 kwa zile uchumi zinakuwa kwa kasi sana. Kwa hivyo maneno inaweza kuwa magumu, lakini kuongea ukweli tumeng'ang'ana sana from last year. Nikienda kumaliza, tumepeana pesa ya kuweka stima katika Kenya mzima katika hii bajeti. Na on top of the other budgets ya kuweka stima zimekuwa zikiwekwa hapo awali. Katika hii bajeti mpya tumeweka bilioni 14.5 ambao eneo bunge zote za Kenya 290 watapata every constituency 50 million shillings ya kuweka stima mashinani. Hapa mngepiga makofi kidogo tafadhali. Na hiyo stima inakuja kwa nyinyi wazazi wetu, kwa kaka zetu, kwa Wakenya wote, kuleta huduma kwenye Wakenya wako. Tumeweka pesa katika healthcare na tumeweka bilioni 141 ile iko katika serikali kuu, na kuna ingine inakuja county governments, kwa sababu next year that we want to operationalize the universal health coverage. Ndio Wakenya wote wakienda hospitali wanalipa wanatibiwa wengi bila malipo, na wale wanalipa bei ya chini. Ile inaitwa universal health care, inakuja next year. Tumeweka katika bajeti ya kupeleka hiyo maneno mbele. So kuna mengi ningesema. Mambo ya maji tumeweka pesa, maji ya kulima na maji ya kunywa, because we want to build an inclusive society of Kenya. Ya mwisho, inauliza viongozi wote kwa heshima, na hii kitu nimekuwa nikisema kila pahali. Mtu wa Kenya ukimuuliza saa hii, umuulize leo, umuulize President Moi alisema nini mwaka wa 1990, hakuna mtu anakumbuka. Hata mtu wa Kenya saa hii umuulize President Kibaki mwaka wa 2006, you pick any random year, uulize President Mwai Kibaki alisema nini, hakuna Mkenya anakumbuka. Lakini Wakenya wanakumbuka vitendo za marais wetu na viongozi wetu. Na ndio mimi nauliza viongozi wote, kutembea hivi tunafanya ni mzuri, na kuongea ni mzuri, na kuona Wakenya ni mzuri, lakini we must prioritize doing the things that Kenyans will see beyond next year and the other year. Tuweke kazi mbele, kwa sababu kazi ndio itaonekana. Ile pesa nasema tumeweka ya miwa iko, hiyo ni pesa inakuja kwa wakulima, kitu inaonekana. Tukiongea ya Iregi Teachers College, tunajenga, kitu inaonekana. Tupunguze hii hasira mingi iko katika siasa, kwa sababu kutembea ni vizuri, lakini hata tutembea tukumbuke ile kazi haswa tumechaguliwa. Hiyo ndio marking scheme yetu kama viongozi. Hata nikija hapa niseme maneno siku mzima na kazi tumekuja kufanya, kesho mtasahau kile nilisema. Lakini hata nikiongea sekunde 3 na tufanye jambo, hiyo jambo itakumbukwa. We must as leaders prioritize service delivery. Service delivery to Kenyans. Hiyo ndio maneno itaongea kwetu hapo beleni. Hii maneno yote itasahaulika. Hata nikiuliza Kenya yako hapa, kianza kusema nini, tusahau. Nikiuliza pointi yangu ya kwanza, wachache tu wanakumbuka. Just to show what are meaningless
if words are not commensurate with the deeds that you are doing as leaders. Na kama hiyo maneno, Mheshimiwa Sinari, nataka nikuhakikishie hii Teachers College ulikuja ukasema na tukaipea shilingi milioni 30. Milioni 10 ikakuja na ndio hii kazi inafanyika. Nikiwa hapa nikuhakikishie mbele ya wadosi wako, kama ni budget inatakikana ndio Iregi Teachers College ikuwe Iregi University Campus, mimi kama Dede Nyoro hapa na kuhakikishia itakuwa Iregi University Campus. Ile itahitajika tutafanya, kwa sababu ndio maana tumewekwa kwa zile nyadhifa tunafanyia kazi. Unakuja unapata wananchi wanataka nini, inafanyika. Secondly, sisi tumeweka pesa katika bajeti ya kusaidia maneno ya mining. Mining Kenya hapa hata Kakamega inafanywa ile tunaita artisanal mining. Artisanal mining ni ile ya kila mtu kibinafsi. Na tumepea department ya mining pesa ya kuja huku mashinani waunganishe miners in circles. Ndio serikali ikisaidia watu wanafanya mining, wanasaidiwa kama wako kijumla, ndio wasaidike vizuri. And I also want to assure you, ile mwaka inakuja ya Julai, rais atatembea hapa Ikolomani na atakuja na afugue gold refinery hapa tu kwa barabara. Na hiyo maneno yote si ya kwenda mbele. Ile KMTC yenu, si mnaelewa ile KMTC yenu inaitwa nini? Iko hii ya Ikolomani nimeiona nikikuja pale. Ile KMTC ya hapa constituency Ikolomani iko pia, hiyo tushaiwekea in supplementary budget shilingi milioni 40 ya kuja katika KMTC yenu, 40 million shillings. Na kuna barabara ingine pia tumeweka fedha. Ni vizuri niitaje jina kwa sababu wadosi wako hapa na wadosi ni nyinyi. Iko barabara inaitwa Jamidas ni Ailatsa Takasa. Si mnaijua Jamidas Takasa Road? Akatsa. Jamidas Akatsa Road ambayo inahudumia wananchi wa Rurambi na Ikolomani na Kuisero. Ndio hiyo barabara iendelee, already tumeweka milioni 70. Na tutaongeza ingine ndio contractor akuje amalizie hiyo barabara. Nyinyi kama wadosi wetu mwanza kupitia barabara kama imekamilika. Maneno ya stima, already nikiongea na nyinyi hapa kama wadosi wetu, hapa Ikolomani jiji 34 already inaendelea kuwekwa stima nikiongea. Na next financial year hiyo inaanza Julai, kuna kuja milioni nyingine 50 ya Ikolomani bado ya stima mashinani. Hiyo kazi yote si yetu sisi kama Wakenya. But I also want to assure you, kama ugawaji wa pesa ya nchi, sisi kama watu wa budget, hiyo pesa tunagawa tukijua Kenya ni moja. Kenya yote lazima iendeane pamoja kwa kukua kiuchumi. Na ndio maana kama ni pesa ya stima, ile inapewa Rurambi, ndio Karo inapewa. Ndio Kenya ikue pamoja ikiwa hivyo. Very lastly, na nataka nihisi my sister Elsie. Ukweli wa mambo ni hii. Mimi hata kama ni chairman wa budget, sana sana sifanyi maneno ya finance. Finance committee inaongozwa na Mheshimiwa Kimani Kuria. Yetu ni rahisi juu nikagawanya tu pesa kwenye inaenda. Lakini ukweli wa mambo ni hii. Hakuna ripoti iko bunge ya kamati ya finance. So ukiambiwa na mtu piga kura hivi ama hivi, kwa sababu hakuna kitu ya kupigia. Wakenya ndio wadosi wetu. Wakenya wamekuwa wakiongea. Sisi kama viongozi tumekuwa tukisikiza. I want to assure all Kenyans, ile maoni yote wamepeana kwa mambo ya finance,
kwa mambo ya kodi ya mkate, kwa maneno ya kodi ya gari, kwa maneno ya ile kodi ingine ama ile ingine, ile mambo yote Wakenya wanamesema. Kama viongozi sisi tunaheshimu huyo wote, na najua mkiona ripoti ya kamati ya finance mtakubali kama viongozi sisi tunaheshimu maoni ya Wakenya. Wakenya wakisema mchukue hii kodi, wachaneni na hii, we are very much willing to listen. All that we are asking, Kenya ni yetu, tusemezane. Kiongozi aeleze tunaweka hii ndio tufanye hii. Na wewe kama Mkenya ukituambia kama kiongozi msifanye hii, anzieni hii, you can rest assured sauti ya Wakenya iko na nguvu kuliko sauti ya sisi viongozi. Kwa hivyo Wakenya wote tuendelee kutoa maoni ya finance bill. Finance bill sio ya viongozi, finance bill ni ya Wakenya. I request all Kenyans, let's continue giving our views to the committee, giving our views to our MPs, so that we make the right decisions next week for the posterity of our country. But as we do that, Wakenya ndio wadosi. Sisi tunatumikia wadosi, na wadosi ni nyinyi kama Wakenya. Maoni yote mko nayo, pea Sinari, pea mbunge mwingine. We will do what we need to do next week on behalf of Kenyans, but for the prosperity of our economy and our country Kenya. Na hayo mengi, nashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Na mimi nitapea Mheshimiwa Sinali ile nimekuja nayo kidogo, na najua kama haitatosha atatuita tena na tena, na Mungu akitupea nafasi tutarudi tena. Lakini mimi nauliza, kabla nitoe mchango ya akina wazee, kwanza niambie wazee wote happy Father's Day, na muendelee kung'ang'ana. Mnaona hata sisi tunang'ang'ana. Sisi kama wazee, wengine wetu ni watu tu wa kujituma kazi. Tuendelee kung'ang'ana, tutumikie nchi, na nchi inaanza kwa boma. Lakini Father, nitakuomba ruhusa kabla nitoe mchango, uniruhusu next time ambayo hii kwaya yetu watakuwa wananunua uniforms. Nauliza kwa heshima unipee ruhusa hata mimi niweke kidogo ya kwaya ya uniform. Na nitakuomba Father Anthony, ikiwezekana, kwa sababu unaweza nikubuka nikiwa bunge nikose kuona, nitimize hiyo saa hii. Na kama coordinator wa kwaya yuko, kuja tafadhali.